السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الأحبة، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى. نقطة fupi kuzinasihi nafsi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametumba akatuleta katika ulimwengu huu wa dunia, wajaalaha dara tarah la dara farah. Ameifanya dunia ni nyumba ya mitihani na ya huzuni, sio mahala pa furaha. Wa dara mamarrin la dara maqar, vile vile dunia hii ni mahali tunapita, sio mahala pa makazi. Na katika mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alat ahwal al-'abdi tataqallabu baina as-sihhati wal marad. Amepitisha hukumu yake maisha ya mwanadamu yatakuwa yakibadilika kupitia hali mbili, uzima na ugonjwa, kama vile kuna kupata na kukosa. Kwa hivyo mwanadamu anapoishi katika ulimwengu huu, yatakana ajue, awe na yaqini annahu mubtalan fi kulli shay, kwamba atapewa mtihani kwa njia yoyote ile aliyoamua Allah subhanahu wa ta'ala, imma mimma yasurruhu wa yuhibbu au mimma yasuuhu wa yakrahu. Hiyo ni mambo mazuri anayapenda au mabaya anachukia. Qala ta'ala, wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala asema tutawaonja, na ni jambo halina shaka, kwa mazuri na mabaya. Kwa hiyo mwanadamu anapopata huenda ikawa ni mtihani, na anapokosa ni mtihani. Anapokuwa mzima ni mtihani, na anapokuwa mgonjwa ni mtihani. Na hali ambayo huwa ngumu sana kwa mwanadamu ni wakati akiwa katika hali ya maradhi, wakati anaumwa. Mwanadamu wakati huu hujikuta amepoteza furaha kabisa, anahisi kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali na yeye. Na kwa nini iwe hivi? Lakini ndugu yangu Muislamu, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Shifaul Alil anatueleza kwamba maradhi yana faida zaidi ya 100, ameyataja katika kitabu hiki. Na moja katika faida na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ugonjwa, sababun fi takfiri sayiat, ni sababu ya kumfutia mja wake madhambi. Kwa hivyo inapotokea huko kitandani waumwa, huenda Allah subhanahu wa ta'ala anafuta madhambi allati iqtaraftaha biqalbika au sam'ik au lisanika au basarik au sairi jawarihik. Unafutiwa madhambi yaliyopitia katika viungo vyako, ima mkono wako ama macho yako ama ulimi ama pengine miguu, umetembea mahali hapamridhishi Allah, au pengine uliwaza mabaya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anakufutia madhambi yale kwa kupitia ule muda ambapo wewe unaumwa. Na ushahidi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ma min muslimin yusibuhu adhan min maradhin au fama siwa illa hatta Allahu sayiatihi kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha. Hatokei muislamu yoyote yule akapatikana na aina ya maradhi ama jambo lolote ambalo ni balaa kwake, mtihani, shida, Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia madhambi yake, kama vile unavyoona mti wakati mwingine hupuputika yale majani yakaanguka. Kwa hivyo unapoumwa, moja katika hikma, kuna madhambi yanafutwa kwa maumivu yale unayohisi. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma yazalu albala'u bilmu'mini walmu'minati fi nafsihi au waladihi au malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a. Haitokei muislamu akapata mtihani, mume au mke,
na mitihani ile ikawa itaendelea, anatoka kwenye shida hii anakwenda shida nyingine, inakuja balaa hii inakuja balaa nyingine, basi ikiendelea hivyo kufikia mahali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umuondoa ulimwenguni hana dhambi hata moja, anakutana na Allah akiwa msafi. Na kadhalik قد يكون المرض عقوبة على ذنب وقع من العبد. maradhi moja katika siri zake huenda ikawa pengine Mwenyezi Mungu anampanish mja wake kwa kosa alilolifanya, dhambi ambalo limetokea kwake, na Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki kumwacha katika hali ile ili amwadhibu akhira. Kwa hivyo hapa ta'jilu al-uqubati lahu khairun, anapoharakishiwa ile adhabu hapa duniani mu'min huwa ni bora kuliko abaki na yale madhambi ende akaadhibiwe akhira. Wala adhabu al-akhirati ashaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ar-Ra'd anasema wallahi adhabu ya akhira ni nzito sana. Katika surati Al-Qalam anatuambia wala adhabu al-akhirati akbaru law kanu ya'lamun, adhabu ya akhira ni kubwa mno lau watu wanajua. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hikma yake mtume anasema idha arada Allahu bil 'abdi khairan au bi 'abdihi khairan, Allah anapomtakia mazuri mja wake ajjala lahu al-'uqubata fi dunya, humharakishia adhabu hapa duniani. Wa idha arada bi 'abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah, na Allah anapokuwa mja wake yule amemsukuma kando, basi humwacha na yale madhambi anayoyafanya na akaja kumwadhibu na kumlipa akhira. Na hapa utaona Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna waja wanaomuasi sana, ukashangaa yale maasi anayoyafanya, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anamiminia tu neema zake na raha. Allah anasema wasione hawa annama kwamba haya anaofanyiwa ni khairi, inma numli lahum liyazdadu ithma, huenda ikawa anaachiwa azidi madhambi. Kwa hivyo mtu anapopata misukosuko na balaa, anapopata maradhi, huenda ikawa Allah ameamua kwa huruma zake amwadhibu hapa, kisha wamemalizana badala ya adhabu ya akhira. Kwa hivyo ndugu zangu, ni vizuri zinapotokea hali kama hizi wewe kumwachia Mwenyezi Mungu afanye mambo yake siri, anayejua yeye. Tukome hapa, tutaendeleza hii mada katika kikao kingine, faida ambazo zimo katika maradhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruk wa natubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.